ulipofika mwezi wa 4 alikuja kuripoti shuleni. Uzoefu kama huo Yesu alipitia. Akiwa kama wewe, akiwa kama mimi. Machungu ya kuwapoteza wapendwa, machungu ya kuuguliwa, machungu ya kupata tabu zote za dunia, Yesu alipitia. Na alipokuwa mdogo alichapwa viboko, tena kwa makosa yasiyokuwa ya kwake, na alivumilia yote. Sasa Yohana anamtazama, hivi Mungu anawezaje? Anawezaje kuacha utukufu wake mbinguni? Akachapwa viboko. Mungu mtukufu sana, akavumilia yote. Yohana akasema hii ni namna ya ajabu sana. Na huo ndio tunauita upendo wa agape. Ni upendo ambao hauelezeki. Mtu mwingine akasema upendo huu hata ukisema uandike mbingu hizi zote ziwe karatasi, maji yawe wino, kila mtu awe mwandishi, tuelezee upendo wa agape, hatuwezi kumaliza. Na huyu mtu wa karibu kabisa na Yesu, Yohana wa kisiwa cha Patmo, anasema kwa jinsi ambavyo Mungu yupo, kwa jinsi ambavyo yeye ni wa kuabudiwa, viumbe vitakatifu mbinguni vinamwabudu yeye na anaheshimika sana, kwa jinsi ambavyo aliacha mambo mengine, akaweka mpango mkakati, kwamba ni muumbe mwalimu wa njaa, kwamba ni muumbe Musa, kwamba ni muumbe Priscilla na Belinda, kwamba ni waumbe wa kina Jesse na wengine wote. Alafu walipotenda dhambi, huyo Mungu alikuwa na uwezo wa kuumba mtoto mwingine, lakini Mungu akasema hapana, muache Brenda endelee kuishi, muache mwalimu Magesa endelee kuishi, waache watoto wengine, maana nitakufa kwa ajili ya dhambi zao. Yohana anasema hiyo sio namna ya kawaida. Huo ni upendo ambao sio kibinadamu. Huo ndio upendo wa agape ambao Mungu ametupenda. Bwana asifiwe. Hapo kwenye maisha ya wanadamu, uzoefu wa maisha ya wanadamu ambao Yesu alipitia unafanana na uzoefu wa kijana mmoja anaitwa Batista. Na huyu alikuwa sio mwalimu wa Sabato na asiyejua Mungu kabisa, pale Mtera. Na mwinjilisti mmoja alipomkuta, aliamua kumsaidia, akamchukua na akamleta kanisani. Kwa hivyo nilikuwa nafika sana kwa Batista Msuya kumuona. Tukawa tunamuita Bahati. Kwa kweli alikuwa kama jina lake la Bahati. Bahati alikuwa kwenye mambo ya kanisani, yeye ni namba 1. Pia mwalimu kufundisha nishani, yeye wa kwanza. Hakuna namna atakuwa nafasi ya pili. Hakuna namna. Kufundisha nishani, yeye hakuna namna atakuwa wa kwanza. Ukimleta kuhubiri watoto, yeye atahubiri, atakuwa wa kwanza. Hakuna namna. Na shuleni akawa anakuwa wa kwanza. Hakuna namna. Na kwenye mambo mabaya ya dunia alikuwa pia wa kwanza. Na kulikuwa hakuna namna. Huyo alikuwa anavuta bangi, alikuwa anatoka shule, lakini kwenye mtihani shuleni wa kwanza. Lakini kanisani ni wa kwanza. Hiyo shida. Lakini na shuleni pia